wanafikiria kwamba wana Mungu wa uwezo, lakini wakisahau ya kwamba Mungu anatumia walio wake, na wanaposema juu yake na hakika tajibu. Amena. Kitu cha kwanza niliona ya kwamba maombi na nguvu yake ni kuwa wewe mwenyewe kunaomba ukwe contact na ule mwenyewe unaomba. Elia alikuwa contact na ule mwenyewe anaomba, anajua hakika hana dute kwa Mungu mwenyewe alimtuma kwa kazi. Hakukuwa na dute hapa. Ndio ni kuna sangala leo wapasari kusema najipresente. Anasema kama mimi mchungaji wa kanisa hili la semester, kama anajijua hajijua. Labda petetre kulinga kwa Mungu akosa. Mimi kama mzee ya kanisa, kama hajijua. Mimi kama president, sema mimi mchungaji wa kanisa hili kwa miaka ile ambayo Bwana ataniamuria nimalize hapa. Amena. Anajua kwamba yeye ni mchungaji kwa wakati ule. Amena. Sasa huyu Elia yeye alisema waziwazi, mimi mtumishi wako, ijulikane kuwa kama wewe ni Mungu ambaye unaendelea kutenda makubwa na maajabu. Alisema kwanza, kitu cha kwanza mu context ya hiyo, nyie mwanze kwanza kusema na Mungu wenu ule bali Mungu bali. Wakati tu ngombe ilikuwa sawa sawa, kwa ngombe dume moja na ngombe dume mchabu, mseme mie njoo nilileta mchabu nyewe na mwanze kazi. Niliposoma pale nasema ya kwamba bakaanza wanaomba bali bala wajirei no mupandishe sauti apasi amelala banalalamika ndio kunaona na mchumba maombi sema hapa wameenda kwa bali hapa watu wao bana ajafanya haya yoka sasa muyebisa bie muzikatekata ambiko kweli bana jikatakata kunalia hii baba hii negale ndio kusumba sauti pe akasema kope na resira basi ofisoni remember konti na wewe fanya jambo asema no tia maji mfereji nini na nini sasa akasema Mungu ujulikane kuwa Mungu kwa kwenda mbio. Biblia inasema moto katoka mbinguni, sababu Mungu ni moto unaokula, na Mungu hakulake sombe, anakulaka tu nyama. Mungu hakulake sombe. Elia ngimuitia basi ya sadaka ya sombe, angekatalia mbinguni, ni nyama tu. Na Biblia inasema pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo ya nini ya dhambi. Ndio kwa maana yeye mwenyewe kutimiliza agano la kale, hakuna chinja ngombe, wanachinja na kondoo, na yeye mwenyewe akasema Yesu Kristo ni mwana wako, kusudi damu na maji fanye nini itoke. Kasema no désormais. Wakati ilipofuatia ile yote akasema mnaona hapa master kopiko bien na wanyama walizunguka wanasema ule Mungu ndio anastahili. Mais hapa ba master baba alijibeba ele tuone pase ma wote baende wakamatike muwakamate mie mwenye ele 3 tunaenda nao, anaenda baangamiza kula na wao 450. Na niliweza kusoma pale na wanabii wa Ashera nao akaenda nao 400. Sawa, hivi ndio nasema maana kiuisha kwa uisha 50 vote. Mwacha sasa Jezebeli mwanamke wa baba, mimi mwenyewe nimefanya miracle. Sasa banaenda kumwambia wasema master ule ameangamiza wa master wote wamekufa, na manabii wote wamekufa. Bakatuma raporo, leo utaniona. Anasema leo maana Mungu akunituma nipigane na huyu cha maana sana nikibii. Kasi ndio ilifika kukabongosho. Mshango anakimbia kabisa, wote anakimbia watu. Mwenye kuna miracle, mara hiyo Bwana wa miracle amesema pardon désormais. Usijitume kama Mungu hakukutuma. Utadanganyika. Wana wasikia walijitumatuma kutaka deliver mtu mwa fulani. Wanasema nyinyi banani na nyinyi banani. Tunajua Paulo, tunajua na nani. Baka mata wote wakakimbia na mashinize. Na mtu achumba cha maombi, mimi naogopa chumba cha maombi, chumba nafika kama master. Hata ndio chumba cha maombi kema usizitume na kusema na utakuwa mwombaji mama, mimi kwako mko
utafikiwa na mmasta mwingine niko kichwa mangongi hata bapika kule mabox. Siko mtu tulienda kuchumba cha maombi, bana tufikishia kama master kuliko kaurane, kaza kaenda kuzibu kale kufanya lobe. Mama. Anasema nilikuja kubatizwa nini? Basi bana nilisha kula mzuri mkabura makuya hapa. Mtu wa mapepo alishavitre Mungu. Na majibu ya maombi sijue, kuna wengine wanaendelesha jibu wa maombi. Ineko nyimbo. Tuko hapa baba, tuko hapa. Tunasema acha kaanza kutupika mabuyu, nasema Mungu. Sasa buyu ya huyu tatu. Tukaomba sema Mungu usitudese bwana. Basi kishi hata kasitushinde vraiment. Tuko watumishi hapa. Biko nakaletea chakula bana watakula. Unajikulisha chakula vraiment kama daimoni hapa. Tukaomba tukamlikira kana lala tu. Kesho asubuhi kana lala kukumbia. Mungu upewe sifa. Basi ungetudesevoir kama kana lala na kiko hivi. Leo kashaka pona na madaimoni shaka toka. Na takisema ya kwamba uwe asiliase na Mungu wako. Amina. Kujenga na kubomoa hakuna black. Hapa tujenge upya. Na hapa inafuatana na context yetu ya jana. Utajenga juu ya msingi ulio imara nani? Yesu Kristo. Na wakati unapojenga upya, mara nyingine mimi ninaenda mbali. Sijui kama nitaenda mbali, mimi niko kuokoa. Unajua madhabahu ambayo Mungu alitujengea mara ya kwanza ni katika shamba la Edeni, Adamu na Eva. Shetani ikakuja kubomoa ile madhabahu, sawa? Ndio tukaitwa madhabahu wenye dhambi. Kwenye huko kule ukakuwa madhabahu ya nini? Ya shetani. Madhabahu ya shetani. Lakini Kristo alipokuja anajenga upya madhabahu. Kwa damu yake, kwa mwili yake mwenyewe. Shetani alibomoa madhabahu, sasa alipokuja Yesu Kristo akajenga madhabahu upya. Na ndio nacho nasema mimi ni mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu, madhabahu. Tuelewe madhabahu kama nini. Madhabahu ni pale ambapo kumetengenezwa kwa ajili ya kuabudu Mungu na kumtolea sadaka zote zinazompendeza. Nilikamata kwa kifupi. Madhabahu ni nini? Madhabahu ni pale ambapo wametakasa kwa ajili ya kwenda fanya nini? Kuabudu Mungu. Sawa, hivi vyombo vimetakaswa kwa ajili ya kutukuza nani? Mungu. Il faut que pasteur atava kama $1 kama $1,000. Wakasema baadaye mtukopeshe ile vyombo tunaenda vitia kule quelque part, tunaenda mulimwengu sawa tunavilue. Mtaanza kuuliza iko luaje ya watu namna gani mtafanya mambo nini? Wakasema tutaenda tuna profite watu wafanye vile kadiri mnajua. Mtabitikia vimetakosa kwa ajili ya kwa ajili ya kutangaza uzuri wa nani? Ingawa walitengenezewaka na wale wengine wiko nani wasaka viuza sawa na hivi, navyo wiko natangaza Mungu wako kule mbali. Mimi nimetangaza Kristo. Yaani unapotoka kule Kristo amekuokoa, amekutengeneza kuwa madhabahu yake. Na kama umekuwa madhabahu yake, sasa nasema na pahali pote utakapokuwa kama ni parcelle ya verset 20, na imekuwa madhabahu ya nani? Ya Mungu. Na imekuwa madhabahu ya Mungu sababu Mungu anakaa ndani ya watakatifu wake. Amina. Hivi na kama ni duka yako niko nenda mbio nilipanga mambo mengi, jubu si unanitapikisha nyama. Tena la salary liko huku Meko jifunza hii. Inataka mtu energy na ishe na nyuma kuna kule na toka. Mimi nasema merci venye hitaji bamekuu. Nasema kitu kimoja. Madhabahu yetu ilikuwa imebomoka. Na ilibomolewa na shetani. Sasa mjengaji amekuja kama Elia ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo kama amekujenga na amekuchora vizuri. Sasa unakuwa madhabahu yake. Na pale utakapo kwenda pata parcelle, jua huko madhabahu. Kama uko locataire, fahamu nasema niko locataire, mu 10 metres juu huku leo. Nyumba unaenda kosa mwenye nyumba kama tu nani? Hapa nyumba egale baba na mama na watoto. Na hapa baba unahangaika sasa unaenda kwa umjona kuwaka. Fahamu ile imekuwa madhabahu, umeingiza na madhabahu ya bali pale.
Juba baraka, jua kutafuta nini? Unaharibisha madhabahu. Nisema hivi. Sitadanganyika kusema ile. Roho Mtakatifu ambaye anasema. Sababu ya kupata ya kutafuta pesa imeanza tunaharibu madhabahu ya nani? Ya Bwana. Sababu ya kutafuta pesa, duka zetu zimekuwa madhabahu ya Bali na sisi tunakuwa nini? Na usema unaenda kuanzia mtu. Habari njema ya wokovu nasema usipende dunia na maneno katika dunia. Kama mtu akipenda dunia, mapendo ya Baba haiko ndani yake. Unasema mzuri, mzee wa kanisa. Mduka yako mko nini? Si atembea kwa maduka zetu, nitatembea tu pastor, tutembee twende angalia. Hapa bamasi. Pale sana hata tembea kama mko sigarete egal kutenda jitia huko. Nda control. Juu niko mjumbe wa Mungu. Duka ya mtakatifu wa Bwana mko mara mnajenga madhabahu ngapi? 2. Ya Bali kisha na ya nani? Tena ukifika hapa tujenge madhabahu ya Bwana. Madhabahu ya Bwana mwenyewe kuna bahoro. Na ile ilianza zamani haikotolea. Tulikuwa na gari Sebeka Goma. Banaandika Mkobeki. Sasa mwenye na ilue iko na keka mata primus wapi? Huku Kisangani sababu primus ilikuwa natoka Kisangani. Siwezi danganyika 85 ndio ilikuwa wakati ya primus. Na niko huyu mie huyu. Na ningali kamata. Halinge blanco. Mambo ya sekula ina haiko tu mbili tu nafungulaka tu. Mbili kam Ikisha Yesu kimwa alien ba servante bi kwa pachu na banyeza miloni kuna ba servante huyo anakamata hilo anakamata anarudisha mkesi. Unaikala wao watu unaikala tu hivi kesi njoo maana yake ya bigale maana yake hapa jumisa tosha mbili egali huyo atoshe na huyo atoshe bana unaisindilia hapo pale sasa malizika bana soma tu pole pole tu pa tena banarudisha kitu kingine mzee lete nikusema ya kwanza imeisha tena mbili sasa atachoka wanaenda unabakia pale ulishakula nyama ulishafanya nini? Amena. Sasa madhabahu ya Bali hii sasa leo niko naenda iona sababu pombe please tumbaku ndio niko amo beneficia sana pale ishajua ba Kongoro ba Kamuse ba Simba nini na nini niko naangalia maduka nisema iko serumu hii inaweza saidia mtoto mbio wakati anakosa damu kwenda angalia kumbe iko pombe ambayo iko makali sana na mimi naenda kamata ni kitangauzi ndio takamata kusudi sauti yangu sefo ngapi hapo kuna kuja tangauzi mie huko kamila sex siko mduka mimi kaona mwingine dosie niko naenda pasangu juwe ndio unaniandikia unasema kujenga madhabahu ya nani sasa nikifundisha hapa madhabahu ya Bali ya nani ya Yesu kumbe wewe unatujengea madhabahu ya Bali yenyewe kuna hata watu hawaingie mimi najua huyo hawezi fanya wewe sasa inaonyesha kaduka Messi aingie hapo nisha kakosa pale mimi nasema mimi naenda auza tangauzi mimi nakakosa hivi niko nataka sema ya kwamba madhabahu yetu s'il imejengwa na nani na Yesu Kristo yeye mwenyewe ndio kwa maana jana niliweza kuambia watoto yetu nikasema hatutasoma tabia za watoto wa Kristo zinazompendeza Mungu tuanze kwanza kuangalia kama maternity tulizaliwa wapi nikawaambia nasema kuna maternity ngapi? 2. Maternity ya kwanza ni katika shamba la Edeni wakati Adamu na Eva walipotuzaa kule katika upotevu. Hivi maternity ya pili ni Yesu Kristo kwa msalaba. Nilibafundisha vibaya, nilibafundisha vizuri. Nasema baba na mama sisi wote tulizaliwa wapi? Kule. Ukasoma kitabu cha Isaya 53 verse 6 kuendelea. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mtu kwa njia yake mwenyewe. Kuna sasa Yesu Kristo amebebeshwa maovu yetu, mizigo yetu alitemewa mate, alizalauka lakini hakulalamika. Pale tukunye kwa maternity yetu ya mara ya pili. Sasa mwenye anaweza tenda neno. Na nimetayarisha somo nasema sasa dhambi inatenga mtu na Mungu. Dhambi inatenga mtoto na wazazi. Dhambi inatenga rafiki kwa rafiki.
kuisha leo mimi nabajia kwanza kwa. Kusudi na sisi tujenge madhabahu iliyo nzuri kwa watoto wetu. Hapana kujenga kusema mtu anaweza komea, anaweza deni ya tena. Sio basi hapa leo tunasema désormais leo. Msukumu natangaza dimashi kwa meza ya Bwana. Sasa kila mtu mwenye kule akuje atengeneze samedi kusudi ya kule kwa meza ya Bwana. Kisha kwa sababu asema cordonnier ba viatu ya kukatika katika. Ba cordonnier ba viatu ba kufanya nini? Tena kasha katika tena njoo huyu mukashone. Kaza katika tena njoo mukashone. Tutachokieka ndio kuna hata lava habanene. Kumbe sasa nimepewa kusema mimi niko na nimepa juu hadi cordonnier. Tagani nilifika huku nilijipeze ilikuwa nishakuwa 50 kilo juu ya nzia kuharibika na kulala mtu sana. Lakini kwenye nishakulia sina problem yoyote nishanene. 53 kilo. 3 kilo monde. Na kwenye nilifikia hapa 2 kilo ni moja kuletea kupeza ni moja hiyo tena baini jese tena na wazee kanisa hivi na hivi mama president na mama baekodime mara mama jadi tu anasindoka tu pale anapima kujidistra na kumomena na mvili kwenda kuta na mvili ndani ya kwa na viache problem si problem je nataka wanagona na tunaacha wanakufa mbio na matasio na mambo mengine magonjwa ya makali sio tu kuna mateso na chakili sasa niko na cha natetesa cha meza Bwana Paulo alisemaka ukikula meza Bwana usipostahili unajikulia si mnafanya kanda paranthese pale mimi sasa mimi nikapakula meza ya Bwana na mimi nikapakula meza ya Bwana pasipo kustahili na mimi ninajipakulia hukumu. Mnakuwa mnatutubia vizuri na nyie ndio mnaanza sababu Mungu anapakulia si meza ya Bwana pasipo kustahili, mnaanza kufa na magonjwa ya macho na mwe fika kiwango cha kufa magonjwa ya macho. Kujenga madhabahu pale tu kwetu. Mwenye kustahili kujenga madhabahu ya Bwana upya ni nani? Ni mwenye kwanza ametengenezwa na Yesu Kristo na yeye sasa anaenda kusema désormais madhabahu ya Bwana. Na mtu anasema takia leo ninatubu sitarudiaka tena. Kazi zetu zinakuwa sifu. Unasema mtu naomba kuwe hivi. Na woko. Nakumbuka mtoto mmoja baba yake alimjengea madhabahu. Alipomjengea madhabahu akasema mtu auza kitu zake kwa baba. Hata unaenda unaviona na kuna gani pando lezo. Mtoto akasema mtu auza kitu zake. Siku mama alipoenda shambani. Baba anaenda shambani sasa baba wa watu akaona hii nyingi ya baba. Akaingia. Kumbe sasa na mwalimu wa ekodini amemwambia ati Mungu ni pahali pote. Hutamki. Bauli wamejenga mazao. Baba anasema abaguza kitu zake. Na mwalimu ekode dimashi anasema Bwana ni pahali pote hutamkibia. Yeye amejua madhabahu mawili ambayo yanafanana ni moja. Papa anaingia kwanza anakamata mwingi ya kwanza. Ya pili kapetika na kumwambia papa anasema hatufika hapa na tuko nalima hapa. Hatufika fashi ya shamba pourquoi? Na mwalimu anasema kama Mungu ni pahali pote. Akasema papa papa kakimbia. Anakimbia wakati alikimbia tupa kapetika na jendea polepole. Kana jendea polepole. Sasa alienda fika kuvia yake. Sasa mwenye mimi alikuwa yuko. Mwenye mimi alikuwa sema hata hakukuwa Mungu hakuone kwe. Si Mungu uko pahali pote anakuona. Na wewe tulisema kama mtu aguza kitu. Kwa pale iko kwetu usiku gani tushaka enda pale hata na mama afikaka pa. Alikuwa na mna kalizamiri. Alijenga madhabahu ambao haiko ndani yake. Mwingine asiguse lakini naye aguse. Amen. Ninawaambia habari ya pili kwa mtoto. Baadaye tunaformia watu tunawafundisha. École de dimanche. Baba mmoja anasema watoto yangu mtu avuta kitumba. Kuvuta tumbaku kwa mbaya. Mungu alikuambia kupua hii ikuna pitiza pumuzi maana tuko double chapement ya Mungu au double chapement ya dunia. Kapete akasema sasa mambo ndio. Sasa vie kumbe na namboberaka kwenda kamata tumbaku. Sasa sasa siku mwana hapo akasema nishaona namna vipi.
alitaka tena amekuwa double chapema. Ni kusema na nikataza kaiboro hiko bi. Nisikule kwa. Okay. Akamata franga anasema na mimi desa franga hii ya destik. Sasa pia ameenda kanaangalia na mwana kunaenda kusudi petia sikaona. Na mkino angalia na mwana kunatembea malasi. Sasa kifika fasi ya sigarete, anakamata, anawakisha, anakuya kazi yake anafanya nini? Kumbe na kapitina wakati na mimi tunaenda kuuza sigarete. Sasa na mtu anapita na kukanabondile kwa kusudi mgulu na kanyapo nyingine asione kama mgulu ya katoto ulipita pale. Yeye kunaangalia sasa wakati alipia pipo bana ndio kwa maana iko nini sasa? Iko nini? Unataka na wapi na franga unafanya? Na wewe unafanya nini? Na mie franga ndio nitaka enda kuuza stiki na mimi vote. Mimi nataka ambia kwamba watoto wenyewe tunafundisha tukijenga madhabahu ndio nzuri. Sasa nilisahau kitu kimoja sisi napo pale très bien. Niko naleta hapa mchezo mwanzo hii. Baba uli wakuye na mtoto wakuye. Niko naleta hapa mchezo. Tu nikacheza kadogo hapo kusema tena niko saa jana. Sisi tunaenda upesi. Nilikuwa nimetayarisha hapa mchezo. Sisi kama ita baba wawili pamoja na lapta mwa pale ikuye mara moja kwa haraka. Nape mwa ikuye pale. Aha, ata ulete tu ulete